Voice of Mapambano, sauti ya ukweli. Ndugu msikilizaji, karibu katika Voice of Mapambano. Kabla tujaingia kwenye vita, siasa na maamuzi yaliyobadilisha dunia, tunahitaji kuelewa mwanzo, kwa sababu historia ya mtu haianzi anapopata madaraka. Huanzia utotoni, huanzia familia, huanzia mazingira yanayomlea. Hii ni sauti ya mapambano. Leo tunaangalia safari ya Adolf Hitler, si kwa kusifu, bali kwa kuelewa jinsi mchanganyiko wa mazingira, itikadi na mamlaka alivyobadilisha mwelekeo wa dunia. Adolf Hitler. Adolf Hitler alizaliwa tarehe 20 Aprili mwaka 1889 katika mji wa Brno in Austria. Baba yake Alois Hitler alikuwa afisa wa forodha, mtu mkali mwenye nidhamu kali na tabia ya kutawala. Mama yake Clara Hitler alikuwa mpole na mwenye upendo mkubwa kwa watoto wake. Inaeleza kuwa Hitler alikuwa karibu sana na mama yake, lakini uhusiano wake na baba yake ulikuwa wa hofu na migongano. Utoto wake haukuwa wa kipekee sana, lakini alionyesha mapema shauku ya sanaa, hasa uchoraji. Alitamani kuwa msanii. Baada ya kifo cha baba yake, alijaribu kujiunga na chuo cha sanaa cha Vienna, lakini alikataliwa si mara moja bali mara mbili. Kukataliwa huko kulimvunja moyo. Aliishi Vienna kwa muda katika hali ngumu ya kifedha. Katika kipindi hicho, alikumbana na mawazo ya utaifa mkali na chuki za kikabila zilizokuwa zinasambaa Ulaya wakati huo. Mawazo hayo baadaye yalikuja kuwa msingi wa itikadi yake. Adolf Hitler. Mwaka wa 1914 vita vya kwanza vya dunia ilianza. Na katika kipindi hiki, wanahistoria wengi wanaaminia kwamba mawazo yake ya chuki na ubaguzi yalianza kukua. Vienna ilikuwa mji wa tamaduni tofauti, lakini pia ulikuwa na siasa kali za utaifa na chuki dhidi ya Wayahudi. Mwaka wa 1914 vita ya kwanza ya dunia ilianza. Hitler alihamia Ujerumani na kujiunga na jeshi la Bavaria. Alitumika kama mjumbe wa vita, kazi hatari sana. Alijeruhiwa, akapata tatizo za ujasiri na alipenda nidhamu ya kijeshi. Lakini mwaka wa 1918 Ujerumani ilishindwa vita. Kwa wengi ilikuwa mwisho wa mapigano, kwa Hitler ilikuwa mwanzo wa hasira. Aliamini Ujerumani haikushindwa vitani, bali ilisalitiwa kutoka ndani. Wazo hili la lawama na usaliti lingekuwa msingi wa hotuba zake baadaye. Baada ya vita, Ujerumani ilikuwa katika hali mbaya. Uchumi umeanguka, fedha hazina thamani, wananchi wamekata tamaa. Katika mazingira hayo ya machungu na aibu ya kitaifa, watu walikuwa wakitafuta mtu wa kuwasikiliza, mtu wa kuwalaumu wengine, mtu wa kuahidi mabadiliko. Na hapo hapo ndipo jina lake lilianza kusikika. Mnamo 1919 alijiunga na chama kidogo cha kisiasa kilichoitwa German Workers' Party. Hakukuwa na yeyote aliyedhani kwamba chama hiko kidogo
kingebadilisha historia ya dunia. Lakini ndani ya mikutano midogo ya vyumba vya bia vya Munich, Hitler alianza kugundua kitu kimoja. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na watu walimsikiliza. Sauti yake ilikuwa kali sana. Maneno yake yalikuwa ya hasira, lakini kwa waliokuwa wamevunjika moyo yalisikika kama matumaini. Na hapo safari ya kuingia madarakani ilianza polepole. Mwaka wa 1919 Adolf Hitler alikuwa bado mtu asiyejulikana sana. Chama alichojiunga nacho kilikuwa kidogo, hakikuwa na nguvu, hakikuwa na ushawishi mkubwa, lakini kilikuwa na jambo moja lililoitwa hasira. Hasira zizi ya mkataba wa Versailles iliyolazimisha Ujerumani kulipa fidia kubwa baada ya vita vya kwanza vya dunia. Hasira zizi ya hali mbaya ya uchumi na lawama dhidi ya Wayahudi na makundi mengine. Hitler alipanda jukwani kwa mara ya kwanza kama msemaji, na hapo aligundua nguvu ya maneno. Zungumuza kwa sauti kali, kwa ishara za mikono zenye nguvu, kwa ujumbe rahisi lakini mkali. Ujerumani lazima irudi kuwa kubwa, lazima ipate heshima yake tena, aliongea ndugu Hitler. Mwaka wa 1920 chama hicho badilika jina kikaitwa National Socialist German Workers Party au kwa kiufupi Nazi Party. Nembo mpya iliundwa, bendera nyekundu, nyeupe na nyeusi ikiwa na alama ya swastika katikati. Ilikuwa ishara ya utambulisho mpya na pia ishara ya mgawanyiko. Mwaka 1923 Hitler alijaribu kuchukua madaraka kwa nguvu. Jaribio hilo lilijulikana kama Beer-Hall-Putsch. Alikamatwa akishtakiwa kwa uhaini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 5, lakini hakukitumikia yote. Alikaa gerezani chini ya mwaka mmoja, na huko gerezani aliandika kitabu kilichoitwa Mein Kampf. Ndani yake aliweka wazi mawazo yake, utaifa mkali, ubaguzi wa rangi na ndoto ya kupanua mipaka ya Ujerumani. Wakati huo wengi hawakukichukulia kwa uzito, lakini miaka ilivyoenda hali ya uchumi ilizidi kuwa mbaya. Mfumuko wa bei ulikuwa wa kutisha. Watu walibeba mikokoteni ya pesa kununua mikate. Halafu mwaka wa 1929 mdodoro mkubwa wa uchumi duniani ulitokea. Ajira zilipotea, viwanda vilifungwa na matumaini yakazidi kupungua. Katika mazingira hayo, ujumbe wa Adolf Hitler ulianza kuvutia zaidi. Aliwaahidi watu kazi, heshima na mabadiliko ya haraka. Propaganda ilitumika kwa ustadi mkubwa. Mikutano mikubwa ilipangwa, hotuba ziandaliwa kwa makini na picha ya kiongozi mwenye nguvu ikajengwa. Wafuasi wake waliongezeka, kula zikaanza kuongezeka. Na hatimaye mwaka 1933 rais wa Ujerumani Paul von Hindenburg alimteua Adolf Hitler kuwa kansela wa Ujerumani. Haikuwa mapinduzi ya ghafla, ilikuwa ni mchakato wa polepole, hatua kwa hatua. Ndani ya miezi michache uhuru wa kisiasa ulianza kufifia. Vyama vya upinzani
vilipigwa marufuku, vyombo vya habari vilidhibitiwa na sauti tofauti zilinyamazishwa. Ujerumani iliingia katika enzi mpya, enzi ambayo dunia ingeikumbuka kwa maumivu makubwa. Mwaka 1933 Adolf Hitler alipokuwa kansela, mabadiliko hayakuonekana mara moja kwa dhuruba. Yalianza polepole kwa sheria, kwa matangazo na kwa hotuba. Ndani ya wiki chache, jengo la bunge la Ujerumani, Reichstag, liliteketea kwa moto. Tukio hilo lilitumiwa kama sababu ya kupitisha sheria za dharura, sheria zilizoruhusu serikali kuondoa haki za msingi za raia. Uhuru wa kujieleza ulipungua, uhuru wa kukusanyika ulizimwa, na wapinzani wakaanza kukamatwa. Kisha ikaja sheria nyingine inayosema Nuremberg Act. Sheria hii ilimupa Hitler mamlaka ya kutunga sheria bila idhini ya bunge. Demokrasia haikuondolewa kwa sauti kubwa, ilifutwa kimya kimya. Vyama vya siasa vilipigwa marufuku. Ujerumani ikawa taifa la chama kimoja. Propaganda ilienea kila mahali. Redio zilieneza hotuba zake, mabango yalibebwa mitaani, filamu zilionyesha picha ya taifa jipya lenye nguvu na umoja. Lakini nyuma ya picha hiyo, polisi wa siri, Gestapo, waliwakamata waliotuhumiwa kupinga utawala. Hapa ndipo sura ya kwanza ya historia ya Adolf Hitler ilipoishia. Na kama unahitaji kujua siri ya kifo cha Adolf Hitler, fanya subscribe, like, comment na share, na tukutane katika sura ya pili.